Mimi ni chumvi ya dunia, wewe ni chumvi ya dunia. Mimi ni nuru ya ulimwengu, wewe ni nuru ya ulimwengu. Lakini chumvi ikiharibika, itatiwa nini hata ikole? Lakini chumvi ikiharibika, itatiwa nini hata ikole? Haifai kabisa, bali utupwe nje. Haifai kabisa, bali utupwe nje. Habari Tanzania, naitwa Anna Edward Molongo. Katika siku ya maadhimisho ya siku ya wanawake duniani, ambao ni siku ya leo tarehe 8 mwezi wa 3 mwaka 2025, napenda kuwaletea ujumbe huu wanawake wenzangu wote mahali popote mlipo, kwamba mahali popote pale unapoishi, mahali popote pale unapokuwa, basi hakikisha unakuwa chumvi iliyo njema ambayo haijaharibika, lakini pia hakikisha unakuwa nuru iliyo njema kwa ajili ya kuangazia watu. Basi tafasili yake ni nini? Tafasili yake uwe ni mtu mwenye kuleta amani, upendo na utulivu. Uwe ni mtu mwenye kuleta baraka sehemu ambayo unakuwepo. Kama wewe ni bosi, basi hakikisha wasaidizi wako wanakuwa na amani kufanya kazi na wewe. Lakini pia kama ni mtu yote anafanya kazi, wazungu wanasema work as you worship. Mwanamke, fanya kazi kama ibada. Fanya kazi kwa kuwatendea watu vilivyo vyema, wasikilize. Kama ni nesi, wapokee wagonjwa kwa uzuri, wasikilize, uwasaidie. Lakini pia kama ni kiongozi sehemu yoyote ile, watu wanakuja kuhitaji huduma, basi ukawe baraka katika maisha yao, ukawe baraka katika huduma ile ambao wao wanakuwa wanahitaji. Usiwe chumvi iliyoharibika. Usiwe mtu wa kuleta magomvi, mtu wa kuleta mafarakano, mtu wa kuleta changamoto mbalimbali katika eneo ambalo unakuwepo. Huu ni ujumbe wangu siku ya leo kwa wewe mwanamke ambaye unanisikiliza, kwa wewe mwanamke ambaye unaitambua thamani ya siku hii ya leo. Na neno hili, ujumbe huu niliowaletea unapatikana Mathayo sura ya 5 mstari wa 13 mpaka 16. Basi tukawe chumvi iliyo njema, lakini pia tukawe nuru sehemu yoyote ambayo tunakuwepo. Mungu awabariki sana. Asanteni sana.